kuimba live na pako moment ya kupiga playback yote tutavichanga. Donc fan base yetu ya Burundi inazoea hicho kitu. Sina mengi ya kuongea zaidi, ni kusema kwamba preparation iko bien. Fan déjà ma billet ziko avance, baanze nunua, baendelee kununua na ba confirmer que déjà kuko plus au moins ya 500 billets zishanunuliwa. Ile ni information na wapatia, il faut muiyo sai. Baki show, baki vitu itakuwa ni moto. Hapa ndio kutakuwa show. Kisha mnaona ni fasi ya VIP. Watu ya VIP wanaikana kote ya kule. Bon hata sema vyote, watu watakiwa na surprise. Kutapigwa decoration ya ajabu sana hapa, mtu wa decoration itulomba 3 millions, mais atuyamwitikia. Tunadiscuter naye kidogo. Oui. Baki tutakuwa ni moto, donc préparation kwa nguvu. Vitu ndio pekee kwa pale. Lake usimuone ye ule anapendeza, asikutishe. Tuko na Mr Gave hapa, ni msanii wa Uvira. Donc batu ya Uvira il faut wanakuya wanajiprepare parce que Gave ni mtu wa ajabu sana. Saa kiimba hivi ni moto. Nilimba naye vacances DJ Preko hapa, maana yake msanii wa kwanza Burundi mwenye kuna hiti yenye na Chameleone anaijua na Beyoncé anaijua. Katoto. Na Beyoncé ndani yale Burundi na mtoto akilamka, mtoto akizaliwa leo anaingia tu materne bana mwaita Katoto. Takatara. Donc ndio hivyo. Paka bitu itakuwa moto na moto. Black Jiko nakuya bientôt anatuambia parce que gari yake iko ilipata problème ya carburant, lakini deja aishaenda parce que anakuwa na bon akoseki mabon. Aenda nunua carburant direct sana nafika na melodi yake inalala ni hatari sana. Oui. Kama kwa maswali yoyote tunaweza tukaenchaîner déjà ma question. Tunajibia question. Msiogope, posa question yote, muulize sans problème. Oui. Isaac anaanza. Ibaki itakuwa ya ajabu sana. Ni question zangu ni mbili, fasta. Kwanza felicitation kwa confidence yesu ya kawaida kuandaa hii show. Na niseme kama umeandaa wakati ambao unaweza kawa ni mzuri au mbaya. Ndio. Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza kuna show ambayo pia itakuwa tarehe 3. Hii imekuongelesha sana mitandaoni. Imekuweka mitandaoni sana, tunajua Bruce Melody anaingia. Imekuwa habari hivyo. Kwa wanaojua wanajua, kwa sio jua ndio hivyo. Kwa sio jua pia wamejua hata kupitia wewe. Sasa unajiandaa vipi kukabiliana na show nyingine? Kweli tunajua kwamba kila mtu ana riski yake. Kila mtu anajihisi anapata riski yake, lakini unahisi kwamba una mashabiki ambao wataweza kupambana na mikiki ya bwana Bruce Melody na wengine wasanii? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, tukitazama kwenye afisha pale, hata radio kulikuwa naongelea sana hizo mambo. Unasema tunaangalia master ambao kwenye afisha yako, sio master ambao kuna hiti nyingi sana mjini hivi karibuni. Yaani master ambao tayari wamesha hiti, wana hiti zao, wako mjini muda mrefu. Kama Black G muda mrefu kidogo amekaa kimya, anajua pro hivyo. Bidondo muda wote yupo. Lakini swali sasa la msingi ni umefikiria nini au umetazama nini kuchukua hao wasanii? Hivi sio ule mfumo wa kusema kwamba muziki wa Burundi tayari umeshagawanyika. Kuna muziki wa Waswahili, kuna muziki wa watu wa Warundi. Hii kiujumla kama champagne unajibu vipi? Asante. Okay. Ukisema Waswahili na Warundi, maana Mswahili sio Murundi. Wazungumza Kiswahili sana ndio maana yake. Mswahili ni Murundi, hakuna Murundi na hakuna Mswahili, watu wote ni Warundi. Hii show inafanywa Burundi na hii show ni ya Warundi. Tunaweza nikasema naanzia pale kwa Swahili. Unajua mie niko msanii ambaye naheshimu sana wenye walianza mbele yangu. Sawa. Mie sina miaka mingi mnafahamu. DJ Pro ni msanii ambaye alianza kwanza mbele yangu. Ni msanii mimi nakuwa namheshimu sana. Katoto ilivuma mimi Mr Champagne naenda cheza madanse, niko tafuta njia kwenda cheza dance, nipige hata dance niko nitafaliwa Burundi. Umeelewa? Kina Black G walianza muziki mbele yangu kitambo sana. Sianza muziki. Nani Bidondo ni legende wa ajabu sana, iko na hiti za mingi sana. Hasa sasa unikufungue sasa kitu. Unajua kama sawa unataka hii concert sio ya watoto. Hii concert ni ya watu wazima, ni ya watu wakubwa. Na hii concert objectif sana ni live. Umeelewa? Kwa watoto wenye wale watoto wenye unataka wale watoto. Kwa wasanii wenye kama sasa for example Kiko ni bebe wa juice. Anakuambia no, tuko tunaongea, tuko mu live.
tuko mu conférence de presse ndaba expliquer afu mutaelewa niko naenda wapi na mimi natafika wapi. Sawa. Tulikuwa kwa miaka ngapi mgeni? Tunatoa tu mfano kuanzia kwa kile. Tulikuwa miaka ngapi mgeni? Nadhani haikuwa miaka mingi, ni 3. Miaka 3, sivyo? Alors, ndio hapa kutakuwa na baba chef. Utakuwa na utakuwa batu ya ajabu sana. Unaelewa? Alors, unajua kama unafanya evenement na unajua kama concert kutakuwa ba chef, batu bakubwa, batu wa kujiheshimia, uindana na wasanii ambao hata akiimba, kuna nyimbo akiimba unasikia kama ni nyimbo inatulia, hata akiimba live unamsikia. Objectif ya kwanza hiyo. Objectif ya pili, unajua kila siku wanasemaga kwamba sawa, ukifanya kitu sawa kwa kulenga, sema nalenga mtu fulani, nalenga mtu fulani, nalenga mtu fulani, sijui alitia bila Bikosaki, alimutia Fizo juu Fizo amletee watu bila Bikosaki. Unaelewa? Hiyo ni kitu kenye tunakizoea sana. Siviongea hapa sema ni bigeni kwenu wa journalist, wote mnavijua. Sawa? Alors, leo tunaenda na systeme gani? Tunaenda na systeme ya kujiamini. Hawa wasanii wote mnaona hapa ni wasanii wenye wanajiamini. Fizo ni legende wa ajabu sana, manake mwa hii Burundi mpande mshuke hakuna mwenye hata mtu waka ile kuelewa 6. Lakini sasa hivi hii systeme ni systeme yenye inaitwa ballet. Manake kisi ya kishi mmeona hapa. Donc kiufupi ni hivyo. Kiufupi ni kwamba ni concert ya artiste burundais. Hakuna artiste mwenye sio burundais. Kila artiste wote mwanafanya muziki Burundi na anafaa fierté ya muziki ya Burundi ni artiste burundais. Na kama nilitia baba legende, c'est parce que nataka surtout concert ikwe na image moya bien. Ba artiste banazoea kwanza podium. Ni ba artiste banazoea kubazoea watu. Unaelewa? Alors nataka ile image moya yenyewe itafurahisha watu zaidi. Na nisi badangaji. Sawa. Unaya kama watu ni wangwana support muziki ya Burundi. Sawa. Ni Bwiza, Buyenzi, Kamenge, Kinama, Kanyosha. Tuache unafiki Chibitoki. Tuache unafiki. Yeah. Unaele concert ilifanywa kule ya nani ya Black FM. Ingefanywa hapa, ingefanywa hapa katikati. Sama wale watu onge baona wote. Unaelewa? Alors, ukisema Waswahili, bale Waswahili wanaenda kushow sana. Baba ongea Kiswahili. Bale wanaenda kushow ya ajabu. Bale utawakusaka mshow manake hata bakishasikia Fizo alifanya concert, ushawaona. Lolilo alifanya concert, hautabakosa. Banasikia Damoje alifanya concert, hautabakosa. Manake bale ukifanya concert kule Charama, hautapiga swata. Hautapiga swata. Unaelewa? Alors il faut que tunafanya vitu mwa benye viko sio na sio. Naenda mu question ya pili. Ya kwanza mnielewa Unipige makofi. Basi Melody ni artiste mkubwa na mimi na mheshimu kimuziki na tofauti na artiste wengine mimi najua kama Fizo, Lolilo, hata unaka Basi Melody ni mdogo kwa bidogo. Kuma albumu, kuma evre, unasikia? Basi Melody ni artiste na mheshimu bien sûr. Lakini ana level na artiste fulani benye mimi najua hapa Burundi. Exemple tu Fariaz Epeki. Na Epeki Basi Melody na mheshimu ya Fariaz. Unaelewa? Alors, mimi niko artiste musicien, nafanya kazi yangu na mimi najiamini. Ukikuwa artiste musicien au jiamini na hauna mashabiki, basi acha hiyo kazi ya muziki. Niko na mafani. Na kitu naweza nikasema kwamba bengi sana na watu tutakosa nafasi ya kuweka watu. Kuna watu walikeba kaniambia champagne Basi Melody changer date. Nikitoka Uganda naenda representer nini? Burundi. Nikienda Tanzania naenda representer nini? Burundi. Hapa mimi niko artiste wapi? Wa Burundi. Mimi nafanya concert wapi? Burundi. Yeye ni artiste anatoka nje anafanya naye concert wapi? Burundi. Alors, sita changer date.
yana qui a fait concert Burundi. Ça hier on qui a fait concert minyo ni changer date. Yeye ange changer date mimi sisi changer date. Da piga concert niko na bafane wangu. Wanakuambia kila siku soldat usikimbiaki vita. Itika kufia mu vita. Unaita vita? Ah, deja ushasema kama wewe uniambia sio kama wewe ulituma tangazo ukasema eski uogopi kama unaweza kukosa unaweza kaanguka deja pale wewe kama papa na muziki ni vita. Wako hakuna foto moja hivi niko foto moja Leonardo yule nalia mbele vile. Wako na ile foto. Yeye na muziki tunakwambia na muziki ni vita. Muziki ni vita. Satibi na fizo wazizana. Satibi na Farias. Tunaona kama wanakokotana na bebana. Hiyo ni nini? Ni kanisa. C'est ça. Alors artistes et musiciens wanapaswa kujiprepare. Kila siku kama unataka utie bengine ba artiste pouvoir na ubatie nguvu. Unakuwa ta exemple. Usijineglige kwa maisha. Hata kama uko bebe mfamie, uko bebe ulizaliwa leo, unaweza kumsaidia mkubwa wako malianza mbele yako. La shamba bili kukwazaga kuona mliingia mdate moja bili kuumaga. Kwa sababu mitandao imejidoga sana, umelaumu. Sasa papa, tuna kwanza tutonge kwanza. Sasa papa, wewe uko unaenda mshamba kulima. Unaenda lima kisha unakunyona kwenda limia. Wewe unapanda hapa unapanda pa kalanga. Mwenzako anakia panda naye pepe kalanga. Sasa kalanga zinaingiana. Utaiyo yako ni wapi na yake ni wapi? Si mtakorogana tu. Wewe unalimia hapa na mimi nalimia hapa. Sasa sio tuko hii ni business. Muziki ni business. Hapa sasa niko nafanya hii concert juu niende Tanzania. Sawa, niende fanya collab na Baba Levo. Nilifanya nyimbo na Baba Levo. Hiyo audio niko nayo. Lakini bali katalaga hiyo nyimbo nisipimi kuitoa si contraire nasema watanifungisha. Ifaa itoke na video. Si contraire nasema. Sasa video hii. Hata video franga ya video ni franga ya mingi vile. Sasa sitasema hapa juu msicheki. Mimi ni atro kwangu. Sasa mtu artiste musicien unachipangaka. Unasikia? Sasa hapa mimi nafanya concert juu franga zitapatikana. Nifanye ile video. Ile video ni juu ya kupandisha muziki ya Burundi. Nasikia? Alors ile hicho kitu kesi kakosa tu mimi niko na concert ile tu nisha préparer kitu nilisema 2 mois avant. Moshe kwa na video. Moshe sur la video. Ni concert yangu niliprepare 2 mois avant. Kisha kuna kingine concert tu ya juste 2 semaines on annoncer pale. Na on a bafana vitu washasikia tu msanii alitoka hivi. Hata nao waache vile. Baache hivyo nabo. Unaya muziki yetu il faut ici ndio tunapasha kuisaidia. Tanzania wanalalamika muda mrefu sana. Ba Nigeria, ba Tanzania, ba Amerika wanakuja hapa ba concert ba 50 Cent, ba nini. Ba fans, ba journaliste na basanii bakikana nafasi moja bakasema bakafuata kama ni basata. Hivi vitu hatuvitaki tena. Si wenyewe tunaweza tukafanya mashow zetu na watu wakajaa. Bakaambia makampuni yoyote yanaleta msanii nje. Hautamlipa ule msanii, hautamlipa franga zaidi ya msanii wa Tanzania. Bali desida gato. Miaka ngapi? Unasikia msanii wa Amerika anakuja anapiga Tanzania. Bale basanii wao. Ma festival ni pale. Kila kitu kinawezekana. Sawa. Nilisikia niliona ku post ya Yan Santana na poste eti VIP ni 3 millions. Kama na 5 sijui nini. Nilikomante. Nilikomante nini? Nisema hivi. Sasa sisi tunaenda kufanya tunafanya interview nje. Tunaenda na franga zetu za mfuko. Ni franga yenye unaangaikia unapita gauche à droite, unaenda nje. Tanzania unafanya interview. Kule interview unafanya. Question ya kwanza wanaanza kupresenter wanasema tuko hapa wadugu wapenzi, tuko hapa na msanii kutoka Burundi, amekuja hapa Tanzania kuwakilisha Burundi kimuziki nini na hivi. Kisha wanaanza kuuliza muziki wa Burundi unaendelea. Maana unaenda representer muziki ya Burundi. Lakini ulipambana. Sawa, ile amuru ya muziki, amuru ya inchi unaona unapambana. Wakati unaenda vile unarudia. Sulifana collab. Mfano Fizo alifanya collab na Jux, alitumia pesa. Kisha baadaye anafanya concert ku Place de l'Indépendance, mashabiki mnakatala kukuja ku concert. Amukuji kisi kunapasha kuja. Success Fizo yuko nayo, bafani Fizo yuko nayo. Pale pangepasuka mpaka watu wanakosekana nafasi ya kukaa. Kampuni unashindwa kufinance, unashindwa kutoa sponsor kwa mtoto wenu wa kunyumba alizaliwa mnamuona. Lakini mshasikia msanii alitoka nje mnahangaika wote mpeleke sponsor. Okay.
atabeba franga aenda ke nje. Tunabakia sipeke hapa siko sisi. Tunakutana mwarena panda shuka biko ni aye sio nipate lift nifikisha fulani. Nipate lift kwa fulani franga kwa nipeleka nje. Unasikia? Alors kila kitu tuko tunaongea hivi, siku mtu atakufa, hii ma interview mkola itia. Ni message. Tuache mtu wa comedy, tuache nini hiyo naongea hapa ni reality. Nisie kwa sisi ndio saidiana, juu muziki iende mbele. Bila hivyo basi kuambia kaseme ni decision tu. Unaona? Kampuni ewana mnataka franga. Ewana bantu boy na organize festival wanatia franga chini. Itasaidia. Sio mpaka mulisikia fulani alikuya njoo mnatia franga chini. Fulani alikuya njoo mnatia franga chini. Ule fulani anabeba franga aenda nazo. Hapo mimi melody. Akuya akipige franga jende yake. Atazipige. Sana aenda tangaza wananchi baba. Basi anatangaza Burundi. Aenda tangaza njoo wananchi wao. Anatangaza watangazaji wao. Na sana aenda fanya makolabo. Hata zipiga aenda fanya makolabo à l'extérieur. Kila kitu kinaanza étape par étape. Tapiga événement pale. Mimi niko naona kama nisa un jour ndapiga podium mwana Kiss Daniel. Sikuwa sijuani. Kwa hiyo ndapiga podium mwana na Fireboy. Hakuna Fireboy alikamata hivi, yes my boy from Burundi, Mr. Champion. Na mimi naambia yeah. Sana. C'est ça. Oui. Kila kitu kinaenda étape par étape. Usineglige mtu mu maisha. Unataka kuona mtu ni mtangazaji leo, kesho yeye akakuwa chef sijui ku Burundi, akakuwa chef sijui ku nani ku Limited. Wewe unasema unapata sponsor kwa ule mtu kanaka. Utaomba sponsor wewe. Sasa unakuwa kinatunda tu kila mtu anamheshimia kufuatana na kazi yake, kila mtu anamheshimia na kazi yako usineglige, njoo iko itakufikisha kesho. Kama kwa swali lingine. Yes boss. Mr. Champagne. Tuliona ulipiga mashow nje ya nchi. Anakuwa watu wanasema Mr. Champagne ni mjanja. Sio siri. Mr. Champagne ni mjanja, Mr. Champagne akitaka kuuza gari ni mchango. Mr. Champagne akitaka aenda nje ni mchango. Tuliona Mr. Champagne muziki ulizaliwa na wazazi wetu ambao tuliwapata baada ya wao kuanzia. Na kuanzia ukiangalia muziki ambao ulianzaga mwanzo, inafanya zote tulikuwa naimba Kiswahili. Hicho kitu kikumbuka. Shows zilikuwa zinafanyika Sagapaju walikuwa wanafanya muziki wa Kiswahili. Tulikuwa tunapigaga watu pale. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa naimbaga nyimbo. Tulikuwa tunapanda stage saa 7, 2004, 2005. Tulikuwa tunapanda stage saa 7. Muziki wa Kiswahili watu kutoka Kongo wanakuja pale. Sasa wale walitufunzaga sisi kwamba ule muziki ndio unavuka boda, ule muziki ndio unafika mbali. Baada ya wao kutufunza sisi tukawaiga. Sio kusema mimi sina nyimbo ya Kirundo wala Simbi Kirundo. Mimi ni Mrundi kwa baba na mama. Unaona? Wala huwezi kusema kwamba issue ni ya Swahili Nation wala nini. Lakini tunafanya ule muziki wa kufika mbali. Champagne hapa muziki wa Kiswahili. Ni muziki international. Ni muziki Mkongomani anaelewa, Mnyarwanda anaelewa, Mganda anaelewa. Mpaka mtu wa Ulaya akizaliwa leo anasema hata South Africa leo hapa watu sasa hivi watu wanasoma Kiswahili kwenye shule za kwetu. Sasa kwa hiyo tukataka tufanye show ya kwenda mbali zaidi. Waseme kwamba Champagne kafanya kitu cha kufika mbali zaidi. Sio kusema eti tunalenga kitu fulani au Swahili Nation wala nini, hapana. Sababu nyimbo zitaimba hapa za Kiswahili na Kirundi. Watu watakuja hapa ni watu ambao wanaongea Kiswahili na Kirundi. Media ambazo zipo hapa ni media ambazo zinaongea Kiswahili na Kirundi. Kwa hiyo hapa hii masuala ya Swahili Nation na nini tuachane nayo kwanza, sababu ukisema Swahili Nation ni kama vile unabagua kitu fulani. Tofautisha hicho kitu. Weka mbali sana. Tunafanya kitu ambacho kinafika mbali zaidi. Unaona? Tufanye Swahili Nation wala tufanye kitu ambacho tunalenga mbali, hatulengi hapa karibu. Kuna watu ambao wana vision kufika kwenye 10. Sisi tuna vision kufika 80 mpaka 100. Ndio lengo letu. Yeah. Leo hii Champagne afanye show hapa, Mtanzania aone aogope, aseme kwamba huyu kwa nini tusimwalike aje kufanya show Tanzania pia. Ndio plani yetu sisi. Atufikiri 10. Na hii sababu ya kufanya hichi kitu. Idea kubwa sana, usifikiri ni yeye. Idea kubwa sana anachangia. Unaona? Anachangia. Sasa kama anachangia idea, lengo langu sio kwenye 10. Nasemaga kila siku. Lengo langu mimi sio kwenye 10. Lengo langu ni kufika mbali zaidi. Afike mbali, tufike mbali, Burundi ifike mbali. Akitoka huyo akaenda kufanya na Kiss Daniel. Wanasemaga Champagne kafanya show na nani? Na Kiss Daniel. Ni msanii kutoka wapi? Umeelewa hicho kitu? Umesikia mimi nimeenda kufanya na Kiss Daniel. Champagne kaenda kufanya na Kiss Daniel. Katoka wapi? Burundi. Kwa hiyo ndio lengo letu sisi. Kesho kutwa atafanya na P-Square huyo. Atafanya na nani? Na P-Square. Lengo letu sisi ni kumuona yeye anafika mbali na Burundi nzima yeye ni mbali. Akifika huyu, mimi nikae nyuma yake hata niache. Usifikiri kama ataniacha. Hii ni kampuni GoFresh. Akienda pale usifikiri anaendaga peke yake. Naendaga pale kama assistant manager wake. Umeelewa hiyo kitu?
Kwa hiyo akipata, napata, Bidodo anapata, Gave anapata, Black G anapata, kila mtu anapata, nyinyi media mnapata. Kwa hiyo acheni hivi vitu vya kupinjanisha ni sijui hivi na project yetu ni sisi kufika mbali. Sababu leo hii kama Champagne anafanya show na Kiss Daniel Holland, kesho kuta atatafuta media tatu. Atazichukua bana wewe nilikuwa naona hoji vizuri, wewe nilikuwa naona hoji vizuri, wewe nilikuwa naona hoji vizuri. Njooni na show Tanzania. Nataka tuende tuangalie kitu gani tutatengeneza. Anapata na nyinyi mnapata. Hamtaenda kule bure bure. Atawalipa, atawafanyia vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi lengo, the main point ni kwamba tunataka tufike kwenye 100. Tusibakili kwenye 10. Hivyo. Maswali hapa? Naitwa Kelvin Zod kutoka PJ Classic FM, kipindi cha Republic Jamhuri. Swali langu kwa Mr. Champagne ni kwamba first of all, kwanza Classic FM, PJ Classic FM ni media ambayo inakusupport kwa hatua moja mpaka nyingine. Lakini nashangaa kwenye bash hapa sijaona logo yetu. Sijui inakuaje. Mimi usicheke, mimi napenda kuonekana sana. Alafu pia swali langu la pili na Mr. Champagne ni msanii ambaye nilimfahamu Mr. Champagne bado anakuja kama Falidi Burundi. Mr. Champagne amekuwa na sasa hivi Mr. Champagne amekuwa msanii mkubwa sana. Ni Mr. Champagne ambaye anajitoa fahamu kujifanya mnazo kutaka apate kile anachokitaka na anafanikiwa kweli. Tukitazama kwenye issue ya gari kwanza ilipoanza kama Masiara mwenye $1, mwenye 1000, mwenye ngapi aweke. End of the day ukawa umekamilisha kununua gari. Unadhani ni kitu gani ambacho tukitumia kama siri wa kuwashauri wasanii wengine wa Burundi ambao wanajifanya VIP and then huku chini wanaumia broken but from Naweza kusema kuhusu hicho kitu, maletre ya kulomba sponsor hatukuandikia radio zote, jua tungeweza kuandikia radio zote, ila najua kwamba radio zote zinatusupport, zinasupport wasanii wote wa Burundi, sio Mr. Champagne mwenyewe, ila wasanii wote wa Burundi. Lakini wakati unalomba sponsor, sasa unaandika letre hautaifikisha mkampuni zote. Kuna kampuni peut-être unakuwa una visé, unaona. Alors naweza kusema kama ni letre nilifikisha ku Buja FM na RFM, sawa, manake ndio zenye nilikuwa nilivise, unaelewa. Mais sio kusema seme media zingine azini support, no, media zote zinanisupport, no, na gisi sikufikisha letre kule, letre show ya kesho au kesho yake ndafikisha hiyo letter. Lakini nayo kama mna support wasanii wote pia mnanisupport. Sio kama bado umenielewa, lakini ndio. Swali ya kufuata ilikuwa kuhusu kujitoa ufahamu kupata unachokitaka ni siri pia mafanikio na unaotoa ndio kwa wasanii. Sasa unaelewa artiste wetu wengi wa mingi ni mafiere. Artiste wetu wa mingi ni mafiere. Kuko artiste tu unamuona alianza muziki juzi, mais akishimama kwa stage anakuwa anashimama hivi kwa kuonesha. Ushaona? Alianza muziki juzi, sawa? Mais akishimama ku stage, hana hata hiti zenye iko nazo. Asiafika hata 5. Lakini akishimama mbele ya public anashimama hivi. Akiona shabiki anapiga showbiz. Akiona hata mtangazaji anampiga showbiz, anamuima na interview. Sawa? Kitu cha kwanza kinafanya wasanii wanafeli. Wasikia? Unaiona maisha kila siku usiriziki. Wasanii wetu wanarizika mapema. Unaona? Akishatoa hiti moja anaanza mafiere. Anaanza mafiere na anakuwa na anaona mtangazaji anamfanyia masifa. Bwana nia yaweza kupata kipindi wewe unaona niko busy, uko busy wapi au uko busy wewe? Au uko busy au julikani samwa kamenge kuma kujui ko tatemo ya kujui. Unajulikana tu kubale wanafuatilia muziki. Aba ya kuyua hata samwa hata hapa, aba ya kuyua hata hapa Uvira. Rumonge hapa ko Rumonge kwa watu hawakujui. Abakuyui samwa Rwanda abakuyui sijui. Sasa nikasema Tanzania abakuyui wapi, lakini deja unaanza kuringa. Itakufanya ufeli mapema. Mie na yangu maisha ni nini? Mimi na yangu maisha ni nini? Hautanionaka go eti nidanganye watu niko na gari nyesi na bongo. Eti nidanganye watu niko nyumba ya maajabu naweza piga mafoto na niliona video moja kisha tibia pote vya gari. Sasa hapo wataka uliza deja boss mwenye kuna franga.
anataka kusaidia sikia kwanza huyu apatia babu yake magari. Baki mimi sitampatia gari. Hata mimi yangu nakuwa wazi. Mimi siku yangu na vile vya mashowbiz. Mie wane kama niko na besoin nisaidie na niaga hewa mnisaidie nakosa kitu fulani. Niliandikia Rihanna. Si niliposte kama nimwandikie. Niliposte na nikaandika kama yanijibia. Lakini kwa wasanii angekuonesha angefanya montage akwambia vitu kuna tunawasiliana na Rihanna alijibia amkama anaposte pia bongo. Na watangazaji wengine wakutana wao na mimi naposte mnaandika show mnaandika pale. Wale walimjibia bongo hawamjibii. Unasikia? Sasa mimi nakuwa wazi kaka. Mimi nakuwa wazi. Mimi maisha yangu naenda nayo etape par etape. Nasogelea watu juu na maisha yetu iko mikono ya Mungu. Watu ya nafasi ya pili ni mikono ya watu. Bila watu hautafika fasi. Bila watu hautapenya. Wakati kipindi niko Tanzania hivi. Nilikuwa fani nikiposte hivi foto au nikifanya kitu. Mamedia huku nakuta nazo zinasambaza. Je, mpaka wananiambia kule baba nani ya Tanzania? Baba nani ya Tanzania wananiambia baba shuba nani? Bashonesi ya Tanzania na baba basani. Anambia bwana unaonekana kule bala. Mimi naambia kule ni hatari na huo. Ni moto. Ndio sasa wale. Msanii wa kule atakosa sangapi atakuima collab. Hapo anakupatia collab. Juu deja anaona kama sasa mlipiga foto, sasa uliposte, alipata hashtag zaidi ya 30 inamchanganya. Na zile hashtag hautazipata kama unakuaga vibaya na watu. Hautapata ile hashtag kama uko na mashowbiz za kulofa. Unasikia unajifanya wa hatari, unatajifanya ufike fasi fulani kama kwa kise wengi wanauza maviews. Mai milioni ziko mingi msiko. Sasa deja ushapimbie kwa mai milioni. Baki hautaki shabiki asalani apartager kazi yako. Juu ukishawisha shabiki kama unainza mai milioni. Anafika nasikia mvivu ya kupartager artiste wangu sisi hivi tena. Nikitaka nisiposte, nikitaka niposte. Unaelewa? Sasa ndio maana unaona mimi mimi naliliaga watu. Maisha yangu mimi naambia watu ukweli, wa kunisaidia atanisaidia. Unaona kwa mtu anataka kusaidia lakini wakati unamwonyesha kama uko hatari hata kusaidia. Unasikia? Ndio hivi. Unaona kama chef mzeko pale nikimpa karibia hata nini. Unasikia? Swali ya kufuata ilikuwa kuhusu makampuni. Swali ya kulikuwa swali tatu. Ya tatu ilikuwa kuhusu concert ya P-Square. Concert ya P-Square iko bien confirmé, itakuwa en décembre, itafanywa Uganda. Itafanywa Uganda iko bien confirmé. Ni ma connexion za nguvu zile. Ma connexion za nguvu. Mwanzo hii muziki kwa kusema kuipandisha zaidi sifo. Kuna watu wanasema kwamba Mr. Champagne anajipendekeza ili apewe show. Hii unalizungumziaje? Mimi naona ni sawa tu. Kama unajipendekeza na vinapatikana sisi. Asante, problem iko. Kama unajipendekeza, nao kujipendekeza ni nyota. Unaweza kujipendekeza kwa mtu anakuambia huyu adepea kwa sogelea shaneta mikoshi huyu. Sasa kama kujipendekeza nao ni nyota. Kama mimi najipendekeza vinashika. Maana vinashika. Mpaka niko mjanja kweli. Ile Baba Levo hata pia mkonsert. Baba Levo alisupport concert. Unasikia alisupport concert. Tunaonesha muziki ya Burundi. Ifo tuanze onesha mashabiki na watu ambao wanafuatilia muziki ya Burundi na kule Tanzania inabidi waanze ona kama tukifanya kitu na kuna wasanii wao ambao wanaisupport. Unaelewa? Sio tu tulikuwa tunasubiri tu hapa sababu ulisikia kule fulani anatoka Tanzania msanii anakuja. Joshua na watu wakushoboka wanaanza bandetea mastati. Ifo tunaonesha kama na sio tuko ba artiste hapa Burundi na tuko na wasanii a partir ya Tanzania tukifanya kitu bote wanafanya ili wanatusupport. Unaelewa? Hicho kitu mgiue. Video zitakuwa mingi na Diamond alisema anataka kustudy. Kuna swali la extra. Ni kwamba tuliona hapa juzi kati uliweza kuposti. Sasa tibia tukana fizo sana. Sasa kwa kutembea na boss. Oui. Nataka umkoga wiki ndio kuposti ngabuka alikonfirme. Tujya mkoga posti ndio page ya Facebook. Alikuja mkoga mulino afishe hapo tugeze kumubona. Wabu wenye kufasi kuna page hiyo wawe Sauda Makeup. Sauda Makeup. Ule ni boss lady. Ule ni boss lady. Ule ni mtu mwenye anatengeneza badada yetu ya Burundi wanapendeza kupitia makeup. Unasikia wakati inabidi tubadilishe vitu. Tukui tunakireye vitu. Unaelewa? Unaiwa wakati tuko tunakireye ma concert, ni ifo hata mwanamke mwenye
jasho sha kutoka kidogo, somewhere au yapata mwanaume mwenye atakutongoza mkose, unaenda pale pembeni pale wanakupiga makeup, tena unarudia unaikala profesa. Siku takuwa sasa hapa mkose kama kukosa makeup pale. Nasema hivi, kukosea, mtakuwa mko mkosea na pako pembeni hapa kukosa makeup. Jasho sha kutoka au yapata mwanaume, unarudia pale kupiga tena unarudia unaikala tena. Unaanza tena mafiga. Wala sijasi wana kama sheri kama kwa nataka kukokota angupitia kwa sasa kuna kwa wengine na kuna kwa wanaume wanakuwa sharp bakumpiga ile na kupigia oui kibazo automatique à partir ya lundi ndasema kwa matike siko bafanya tena nini swali moja. Kuna vitu vinasemekana hapa. Nakwambia mara ya kwanza kama uliona show ya Champagne alienda, hakuna mtu ambaye alikuwa anamfahamu, hakuna mtu alikuwa anamfahamu Champagne, lakini alienda aliperform, alionyesha uwezo wake, wakamkubali. The second time wakati alienda, alipopanda tu stage akasema yule jamaa ambaye aliperform siku ile, watu wakashabikia. Kwa hiyo siri kubwa ya muziki, usijai kusema kwamba mtu hayupo kwenye trend, unakuwa umekosea, unajigosea wewe mtangazaji. Sababu wewe mtangazaji ukisema mtu hayupo kwenye trend, unakuwa uko mtangazaji kabisa. Tumesema unajua kwa nini? Nikwambie siri bro, mimi nilisomea hiyo kazi. Nakwambia hiyo kitu, nilisomea hiyo kazi. Mtangazaji uko na uwezo kumfanya mtu yupo kwenye zero kumfanya kwenye 100. Unajua ndio maana nakwambia hicho kitu umeuliza ni kosa na Champagne hiyo kujibu. Sababu hajui kitu gani atakijibu. Nilisomea hiyo kazi miaka 3. Ukisema mtu hayupo kwenye trend, unakosea utangazaji wako. Wewe ndio umfanye huyu au kwenye trend. Wewe ndio uchukua, publish, fanya hivi, create vitu. Mtengeneze huyu mtu atoke kwenye zero afike kwenye 100. Kama alienda Uganda alifanya show au alifanya kitu chochote, ni sababu ya kujitengeneza yeye. Na wakati alipofika Tanzania mlipomtangaza mkapost mkafanya nini? Mnamtengeneza. Ukisema kwamba hayupo kwenye trend unakosea, kosa. Acha kujibia. Wapata kifukutu wewe. Wewe. Yes. cyane Kenzer Top nzoba ndingani ngiti zanje niko ndarindira programme wanje ya Mr Champagne. Kaze muri benshi ni beach umuntu atazi kuri Pasta Comedia, ni beach hanu bagira sport uchuwaza Pasta Comedia. Bwana karibu sana Banyakamenge, Kinama, Buterere, Buyenzi, ni karibu, tutawafanyia vitu maajabu sana. Mukuje musapoti mziki wetu, kwa sababu pesa Champagne atakupata hapa atazichangia na sisi Warundi, atakushoria maragi, atashoria kijumba, atashoria, lakini ule ungine akifanya show anazipeleka kwao. Hamtaona hata kingorongoro za Champagne, tutazirudia hapa, tutazikula sisi Warundi. Na bidondine tuzomubone mapema sana. Bidondine na mangapi? Kuna bidondine wa 6 bote 10 watakuwa hapa.